Vipi sisi? Asalamu alaykum. Vipi? Safi. Sisi tuko tunamuulizia Shetawili hapa na kabafu gani? Shetawili? Namfahamu? Sisi tunamfahamu. Sisi tunamfahamu, sema tunamfahamu. Kuna issue yote mliongea naye? Mna. Anakaa wapi kanishewe? Tuelekeze tu anakaa bafu gani? Wendumi! Wendumi! Sasa kwa nini wewe unacheza nyumbani, unacheza nyumba za watu? Ndio nilikuwa hapo nyuma nacheza. Bwana. Hebu shika hii hela hapo. Sasa unajua nataka kutuma? Au? Ndio na baba viado. Haya, kanichukulie sukari robo hapo. Sawa? Na unga. Nimesema? Sukari robo na unga. Haya. Sawa. Shetawili anakaa bondeni. Yaani mkishuka hapo bondeni, mtaenda kushoto. Mkifika kushoto hapo, nyumba ya kwanza, ya pili, nyumba ya tatu, mmefika. Bondeni. Dalili. Bondeni. Asante. Samahani, hana shida. Cha kufanya pale ni kuongea. Ngoja sasa. Acha haraka sasa. Ukisikia riski, fanya bagari maisha mengine yaende. Hii ndio riski. Hii ni riski. Ujue Mwenyezi Mungu akikupa riski, anakugia bila mahesabu. Ndio hii riski Mungu ametogea leo siku ya leo. Hapo hamna cha riziki na ukuja bila mahesabu. Riziki zote Mungu unajua anaweka na mahesabu yake. Riziki ya mtu iko mikononi kwa mtu. Wewe hela wamepita watu ngapi? Mbona tumekuja kuokota sisi? Hapo wenyewe nilikuwa naongea maisha kweli, nilikuwa najikaza tu mwanao. Hapa nina rosto kinyama kichango, mwanao mimi sijawasha, mwanao mimi sijakula mitungi. Hujakata, unatakaje? Kama maisha ndo hayo hapo kweli. Tugawane hata ile namna gani buku maisha kweli yani. Kwa hiyo hiyo utakondoka kinjwanjo. Hela hii tuokota hapa. Sema twende mbele tunavyoenda huko. Tuwajenge ndio ninafanyaje mwanao? Mimi hela naitaka ujue bwana. Mimi sina hela tutagombana huku. Mimi nakwambia ukweli, yani mimi kwenye hela bwana mimi imani yangu inanitoka. Nakwambia ukweli. Sasa ndio 2000. Sikilize vizuri. 2000 vipi 2000 unaiona ndogo? Ukiongezea buku unaenda kwa Zoguro nauli inatosha hiyo. Vipi wewe?
Mazingira kweli ninakuelekeza mwanangu changu. Sasa sikia ndugu yangu. Hii pesa leo, sawa, cha kufanya sababu hujatoa nguvu yote cha kufanya. Utoe sadaka kwa dadangu pale, tumpe sadaka yeye kama yeye atajua anunue nini yeye kama yeye. Unasemaje? Sema mimi nikuelekeze vitu vingine. Mambo mengine hayo sio vitu vya kujishauri shauri, nikwambia ukweli. Au vipi bwana shehe? Wewe yule unaenda kumpa ndugu yako wewe unamjua wewe? Bwana wewe unakuwa na imani haba. Imani yako ni haba inaonekana. Shehe hiyo 2000 ujue hiyo. So labda jero au 200 hiyo 2000. Mtu unapata kinusu na unapata sigara na dawa zote unapata. Vipi shehe? Sikiliza. Nipige mimi nienda kumgia hela dadangu. Vipi? Leta. Oh, shehe mimi nitakumind ujue. Au ndo shamba unaleta. Unampa mtu hela ndugu yako, unamjua wewe. Asalamu alaykum shemeji. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema shemeji. Kwema sio. Shemeji. Nina wiki ya pili sasa wote. Sijakuona shemeji yangu. Ni majukumu tu. Pale shemeji, tuachane na hapo. Huyu Shetawili ulikuwa naye huko ulipotoka? Shetawili? Hapana. Ila nakumbuka mara mwisho tumekutana na yule mtu baada ya swalati adhuhuri. Tumetoka msikitini. Tulivyotoka nje tu akanambia bwana ndugu yangu mimi kwanza nikatafuta nini? Riziki watoto wapate kula. Simeelewa. Na mimi nikamwambia ndugu yangu mimi hapo nina kikazi changu nimekiacha sijakimalizia kipolo changu. Nimekienda saa hizi ndio nimemaliza nikasema sasa ngoja nipitie nyumbani nikaoge kwanza nitoka hapa nimfuate ndugu yangu ndio msikitini. Sasa sijajua labda kwako au hivyo vipi. Maana sijajua tena mihangaiko tena mchana kutwa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kheri kabisa. Mimi ndugu yangu leo sina mengi. Kuna sadaka tumeandaa mimi na ndugu yangu pale. Hii hapa hii. Utajua wewe leo ufanyeje kwenye matumizi yako. Unwe nini wewe tuna maamuzi yako kwa siku ya leo. Naam. Naam. Basi shukrani. Amina inshallah. Kwa heri. Shukrani. Amin. Nipige mimi sasa leo. Tonoka. Na saa hizi unapoona muda wa swala unamfuata yeye twende msikitini. Basi sawa. Mimi nimekuelewa vizuri tu. Ila naomba kitu kimoja tu shemeji. Naomba shemeji, ukikutana naye umfikishie ujumbe. Kuna vijana nimekutana nao wanamuulizia hivi ninavyoongea na wewe, wapo nyumbani wamemfuata. Sijajua kama bado watakuwa wanamsubiri mpaka saa hizi au watakuwa wameondoka, lakini waliniulizia na wakataka niwaelekeze na nimewaelekeza hapo. Kwa hiyo umwambie anatafutwa. Vipi kwa shemeji, kuna shida? Hamna hata shida. Maana ndugu yangu kuna siku kila siku namwambia kila siku kitu ajabu. Tulia ndugu yangu tulia. Basi shemeji yangu mimi niseme asante. Nashukuru kwa kukuona. Maana nilikuwa namtafuta yeye twende msikitini. Vipi ulimpigia simu? Mimi sina simu tangia asubuhi. Basi sawa shemeji. Mimi bwana nitapomuona nitamwambia, nitamwelekeza ujumbe wake. Bwana shemeji alichokasema 1 2 3. Yeye sasa atajua kuingiza kwenye mwake. Maana sawa lakini. Haya. Shemeji. Vijana, njoo mama. Vijana, mbona unanisumbua rafiki yangu? Kila siku nakwambia njoo nyumbani, unataka kuja kwa nini? Kwa sasa sina muda, naomba uniache. Wewe, mbona umechelewa kurudi? Dada,
ila nimeangusha. Umepoteza hela? Ehe, ulipopoteza hela ukawa unafanya nini huko? Ndio muda wote nilikuwa natoka pale naitafuta. Mdogo wangu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Ukipoteza kitu au kuna tatizo limekutokea, mara moja unapaswa kurudi nyumbani. Unavyokaa huko sina taarifa yoyote, kiufupi yani nakuwa na wasiwasi. Mfano leo naingia ndani natoka, naingia ndani natoka, sikuoni. Nimekuagiza bidhaa, nimekwambia kalete sukari, kalete unga, naweka moto pale, lakini hamna kitu. Haya basi, haina shida. Mungu alifanya neema hapa kidogo, akapita msamaria mwema, kalete hivyo vitu. Kuwa mwangalifu. Una muda kwa nini? Mimi mbona muda napata kwa ajili yako, au wewe uyapendi mapenzi yetu? Mimi sikupendi wala sikuhitaji. Wewe nini wewe, mbona unanifanyia hivyo? Naomba uniache. Havija. Unifanyia hivyo. Unajua kabisa mimi nakupenda mwanzo. Naomba uniache. Nitakuacha lakini mpaka unisikilize Havijawa. Wewe nini wewe, njoo. Kadodo, naomba mtandao wangu. Njoo chukua mtandao wako. Njoo chukua mtandao wako. Njoo chukua mtandao wako. Mbona niache bwana, niache. Mbona kwa mwoga wewe Havijawa, Naomba uniache. Sio hivyo bwana. Sema poa, kufila mpenzi aliumi. Nakutana tu. Karibu. Afadhali hata umeniwahi. Maana nilivyochoka. Kule nako mbali. Bibi dada kwema? Kwema, sijui wewe. Da, mimi namshukuru Mungu. Vipi na dada mkubwa kaenda wapi? Katoka mara moja. Sasa mimi sio mkaaji. Nimekupa taarifa tu kwa kaka Mapande anahitaji kuoa. We. Anaoa? Jambo la heri kaka. Kama najiona kwenye hiyo siku ya shughuli sijui itakuwaje. Basi sawa. Ila yeye kwamba aliniambia kwamba atachapisha kadi. Kwa hiyo akichapisha ndawaletea. Sawa. Basi mimi ngoja nielekee kwa mjomba nikampe taarifa. Sawa, ila usisahau kumwambia dada. Ndio maana mimi nikasema hata nipitie hapa kwako. Nitie baraka kidogo na nipumzike. Alafu ndio hiyo chache tu, nataka tena uondoke hata dakika 5 bado. Si ndio ushapumzika sasa? Sasa utaka nipumzikeje? Hamna bwana. Kata kidogo. Si unajua tena masuala ya ndoa. Utakuja kuingia. Utaona. Ukiwa mke wa mtu na ukishaomba ruhusa labda dakika kadhaa tu wewe umerudi. Na ukisa mimi na mume wangu tulivyojiwekea. Yaani ukiomba dakika 10 basi ndani dakika 10 usharudi.
imezidi 2 au 3. Na mimi sitaki nimkwaze kabisa mume wangu. Maana ananipenda na mpenda. Kwa hiyo hataki kupatana. Ngoja ni wapi. Mara sinajua swala ndoa. Sawa basi mimi baadaye nitakuja madrasa. Nimekumbusha hapo. Karibu shoga yangu. Asante shoga yangu. Naona natoka kuchota maji. Karibu. Na msaliti maji alipokuwa ya shida. Nakwambia. Ngoja nije kwenye point shoga yangu. Nimekuletea taarifa. Taarifa njema. Ya nani hiyo shoga yangu? Taarifa kakaangu anaoa. Kaka kwa huyo? Huyo Mapande unamjua wewe. Anamuoa nani? Si anamuoa yule binti wa pale bondeni nani? Faima. Nitaenda ametoka. Ila kama atawahi kurudi nitakimbia haraka sana kuja kukushtua ili twende. Lakini basi ndio ajaribu. Sawa. Basi sawa, baki salama. Baadaye. Watawezana kweli? Asimweze hiyo vipi wakati ndo ashachaguana. Si ana mtoto yule lakini. Ana mtoto ndo ashampenda. Kwa kweli. Ndio hivyo shoga yangu. Haya. Ndo taarifa kama hizo ndio tu sana kidogo. Shoga yangu. Ndio nataka nikwambie hilo. Kama unavyojua, kuna sare, kuna kila kitu. Yaani ninavyokuambia shughuli pambe. Yaani huu mtu umeanza kuchangamka. Shughuli wangu hiyo. Kama ninavyokujua shoga yangu. Huu mtu shoga yangu. Hata mimi naona shoga yangu. Ndio hivyo shoga yangu. Haya. Kama utakavyoniona kiduchu mwenyewe, sinaga mbambamba kiduchu watu. Karibu. Shoga yangu mimi hata sikawi. Naenda kupeleka taarifa nyingine huko. Haya karibu shoga yangu. Asante shoga yangu. Haya karibu tena. Usiniangushe shoga yangu. Na kuangushaje kwa mfano? Sijali. Haya karibu. Sasa mke wangu, nimeomba niruhusu niende hapo mara moja, nitarejea. Nashukuru sana. Unajua nyinyi ndio wanawake bora kubakia hapo duniani. Wanasema ndio urulaini ndio nyinyi mbakia. Sasa ona kama nyinyi ni wachache sana kuwapata. Mke wangu sikuachi kamwe. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Nashukuru Mungu kusikia hivi. Asante. Safari njema. Baadaye inshallah. Ujambo. Barabara. Mwanangu una nini? Kadogo.
Sawa, Kadodo kafanyaje sasa? Amekupiga? Atakubaka? Kadodo. Mbona ana akili mbovu hivi yule? Sawa, lakini kafanikiwa? Ongera mwanangu, ongera. Maana wengine wepesi. Kwamba anashika mkono anaingia, mambo yanaisha hapo hapo. Mwanangu nakusifia kwa hilo. Una msimamo. Na huo ndo ukubwa na huo ndo usichana uliokamilika. Jitunze. Sasa vipi? Ushaongea na Bea? Sasa Kadodo huyo kalizua janga. Mimi nakuhusia mwanangu, usikae hapa. Maana ukikaa hapa hadharani, kila mtu atajua kwamba una shida gani. Kwamba atajua kwamba unataka kubakwa na kubakwa uje ni fedheha kubwa. Kwa hiyo usikae hapa ukalia hadharani. Hadhira kiona hapa itakuwa ni shida kubwa. Nakuhusia mwanangu, ondoka hapa saa hizi, ondoka nyumbani. Sawa? Au mtafute mtu wa karibu, mshtakie ile shida yako uone je, itakuwaje? Atakusaidiaje? Na ukishindwa ongea na Bea. Bea ashinde kitu. Nakuomba kaa hapa kidogo lakini ondoka hapa, usikae muda mrefu. Sababu mtu akijua una shida hiyo atakucheka pia utakuwa umefedheheka mwanangu. Sawa? Sawa baba, nimekuelewa. Inshallah. Karibu. Sasa hizi. Salama. Asalamualaikum. Waalaikum salam. Shoga yangu nimekuja hapa nimekuja kukuletea taarifa. Taarifa ya harusi. Nani anao? Anao kakangu Mapande. Mashaallah. Haya, anaoa lini? Tarehe bado haijapangwa ila muda kuhusu sare sijui kuhusu nini kila kitu kipo sawa. Kwa hiyo sorry, anamuoa nani? Anamuoa binti moja bondeni kule anaitwa Faima. Ikawe heri. Jambo la heri sana hili. Basi nashukuru kwa taarifa. Haya shoga yangu. Msijali, kila kitu kitakaa sawa. Haya, karibu tena. Asante, baki salama. Haya. Vipi? Safi dada, shikamoo. Marahaba. Kulikoni mbona hivyo? Nini dada, niacha tu. Naam shehe. Asalamu alaykum ndugu yangu. Wa alaykum salam. Khairi kabisa. Alhamdulillah shehe. Bwana mwanauta ndugu yangu huwa mguli kwako. Sawa. Na imekuwa khairi mimi nikukuona saizi hapa njiani. Okay. Kuhusu nani huyu Kadodo mdogo wako? Mdogo wangu Kadodo. Kadodo bwana anataka kumbaka Avijawa. Yaani Bea anapambana kila siku asubuhi na mchana kuhusu Avijawa. Sasa huyu Kadodo huyu kaingia maisha ya Avijawa kuyaharibu. Bea hatukubali. Bwana Mungu anataka kuleta matatizo makubwa sana huyu. Hivi hii taarifa ndio umio wa kwanza kuniambia au kuna baadhi ya watu umeshawaambia? Na kuhusii sana.
ongea na Kadodo. Maana anavaa usika wa ujana wa usela, afu amjue Bea vizuri. Mimi namjua Bea vizuri nakwambia. Kwa hiyo mwambie Kadodo awe makini sana na huyu Bea. Awe makini naye. Na ikibidi amfuate kwa msamaha pale nyumbani kwake. Huyu unavyomjua Bea rafiki yangu alivyokuwa hajapoa huyu katika masuala haya mdogo wangu. Kama kuna swala lilitokea tu kidogo kule alipiga karibuni sio watu wangapi kule makesi alienda. Huyu mbona anataka kunitafutia matatizo mimi kwa rafiki yangu? Anataka rafiki yangu ni mtazamaje mimi? Mambo yangu yote yule bwana kumgusa mimi siwezi. Sababu ni rafiki yangu ndio. Ila anapobadilika hasa katika jambo kama hili. Acha kakaangu, acha. Bea sio mtu kabisa yule. Watatizo hili she. Yaani hili lilikuwa ninaelekea home lakini inabidi niende kajaribu pale maskani kumwangalia kwanza nikutane na Bea. Ili niweze kuzungumza naye kwanza nijue taarifa hizi kazipata na kama kazipata je nini anachokifikiria. Ikiwezekana kwa sababu mimi yule Bea ni mwanangu na tunaelewana sana yani sijawahi kupishana naye kauli. Nitajaribu kuzungumza naye nione itakaaje lakini huyu mdogo wangu huyu anachokitafuta kwa huyu bwana Bea. Huyu Kadodo ongea naye. Mimi nashukuru hii taarifa itafika. Sawa, ishafika. Ngoja kwanza nikamtafute bwana Bea na nili tumalize hili tatizo. Sawa ndugu yangu. Inshallah. Nashukuru sana. Napita hapo nakutana na Kadodo. Anaanza kunitongoza. Yaani sielewi, kabadilika sana. Hayupo kwenye maadili sasa hivi. Kadodo huyo? Huyo. Ananizalisha tufanye tendo. Msubiri kwanza. Sababu naona huyu Kadodo anapoelekea sio sehemu nzuri kabisa. Yaani umeacha dada. Alikuwa ananizalisha tufanye tendo. Nikamzaba kibao. Pale nikapata wepesi nikakimbia. Umempiga hadi kofi lakini bado hajaelewa. Sasa naona haya mazoea yamezidi. Sawa. Ili juba lenyewe sijaliweka vizuri. Huko au huko. Cheka kidogo. Wewe naye. Unataka nikupe habari njema ipi? Sasa jamani tunataka kitu wazima. Unajua bwana mimi namshukuru Mungu kanijalia mke ambaye nampenda na wewe unanipenda. Lakini subiri nikwambie kitu mpenzi wangu. Kuna taarifa ambayo nimesikia huko Mwasozo. Hivyo unajua kama mdogo wangu Kadodo nimesikia amembaka mdogo wake Bea. Unasema kweli? Ndio hapa. Yupi hapa katika hao? Yupi? Yuko wapi? Huyu kidogodogo? Wewe ndio kidogodogo au kidigirigi? Aha, sasa ndugu yangu hapo ulipoingia umeingia pabaya. Nimekuja hapa nataka nikwambie jambo hili. Wewe kama wazazi wako hawajakufundisha huko nyumbani kwenu. Sasa sisi ndio ulimwengu tutakufundisha. Sio unajifanya wewe kidigidigi? Sio unajifanya wewe kidigidigi? Ila sister, mimi unajua labda unakuja kuongea jambo la maana, lakini unakuja kunibwatia mbele ya wanangu kama hivi, sasa ndio nini? Hivi mimi wanachukuliaje? Wewe kama wewe. Wewe una undogo na mimi? Nakuuliza una undogo na mimi? Wewe nakwambia jambo moja. Tena ukome kupatia dada za watu, umenisikia? Kama una kazi za kufanya, katafute kazi za kufanya. Sijui umenisikia? Nyinyi ndio mnaovuta bange mchana jua linawaka zinawazuru. Wewe,
Tena sitaki nikuone kabisa. Nimesemaje? Nina wewe nitakapokuona na kufungulia kesi ya kuiba watoto wa watu. Bea huyu unamjua mimi? Huyo. Jamani mtoto kadodo. Yaani mpaka namuonea huruma. Unajua namuonea huruma mume wangu. Kadodo sio wa kufanya mambo hayo kwa mdogo wake na ule kijana. Hivi anamjua namsikia yule. Nakupa angalizo. Kijana, ukirudia hiki ulichokifanya. Namwambia kaka yake. Hakujawa. Tuondoke. Sema mwanangu Mashakisela umenitazarau mwanangu. Demu gani unakuletea hapa maskani? Mwanangu ule mtoto namuelewa mimi wanangu. Yaani ule mtoto mimi namkubali kweli. Yaani wewe unaweza kumuona ule pale demu miausho lakini mimi namuelewa, nampenda mwanangu ule demu. Sema nini umezingua kichau wangu? Kwa demu gani ule bwana umetujazia nzi hapa maskani mwanangu, tumechafuka hapa kinoma noma. Demu gani sasa ule mwanangu Kwa demu gani ule umekosa mademu wote? Mwanangu wewe huwezi kuelewa yule demu huyo mimi namuelewa kiasi gani. Wewe unaweza kusema yule demu gani lakini mimi ndo namuelewa. Yaani mimi ndo namuelewa kweli wanangu. Mimi mpaka nakuja kufanya mazingira kama hayo. Ujue mimi nimefika kwake. Unajua yule ana kitu gani mpaka mimi nafanya vitu kama hivi? Kae basi mzingua kwa yule demu gani yule atanipeleka kimboka aweza kakaa kabisa. Baridi wanangu, mimi hapo wenyewe nimewaelewa kutokana na mazingira yenyewe wanangu. Siwezi kuwapinga. Lakini mimi yule pale mpenzi, niachieni nitamalizana naye mwenyewe kutokana mimi ndo namuelewa yule pale mchumba. Ni so itikeli hizo mwanangu, so itikeli. Mimi kutokana na wanangu nyie, mimi siwapingi. Nyie okay wanangu, siwapingi hata siku moja. Sema poa. Baridi Kisela so kesi. Haina noma. Kusha kazi. Hivi huyu Kadodo anamjua Bea? Bea ni mtu ambaye hapendi ujinga. Anajitafutia matatizo mdogo wako, mwambie mume wangu yule tena anapocheza na huyo mtu utakuja kumkosa. Bea. Yaani mke wangu katika hilo hata mimi inaniumiza kichwa sana. Vipi? Nini tena huko? Kadodo. Kafanya nini? Anataka kunibaka. Mdogo wangu sija na matatizo gani? Yaani najaribu kumfundisha, kumweka katika mstari ambao unastahili. Sawa, uuni watu wanafanya uuni lakini sio ujinga huu wanaofanya yeye. Jamani mtoto Kadodo. Yaani mpaka namuonea huruma. Aisee, naumia sana. Kiukweli naumia sana mke wangu kwa mambo anayofanya mdogo wangu. Hata kama nina mambo tofauti, hata kama nilikuwa naonekana kipindi hicho ni muuni au kuna mambo fulani ya kiuni yanafanyika, lakini mdogo wangu anachokifanya ananitia aibu. Wana wake wote imekuaje mpaka ende kumbaka ule mtoto wa watu? Wapo mpaka wanauzwa huko 2,200, 1000 ngapi? Basi bora hata ile hela ni mpaga nenda kanunue mandazi vile kumeta angekimbia naye akawapewa 2,200 huko kuliko hichi anachokifanya. Mimi sisi tutaziweka wapi sura zetu? Kwa sababu kitu atakachomfanya kwa hicho kitendo kama cha kweli sijui. Haya, na wewe mume wangu umefikiria kufanya kitu gani? Akakubaka, amekubaka. Anataka kunibaka. Alikuwa na nani? Yake. Yaani kakufanya ajifanyaje huyo Kadodo? Alikufanya nini? Yaani kakufanya nini wewe mpaka unafanya? Kiukweli mke wangu nampenda sana mdogo wangu. Nampenda, nao najua nampenda sana. Najitahidi kufanya kila linalowezekana ili mdogo wangu basi ajoke kwenye mstari. Ila kwa hichi kilichotokea sina budi, lazima nimfuate Bea nikazungumze naye. Tofauti na hapo, kama ulivyosema, naweza mkamkosa Bea. Kweli ni rafiki yangu, lakini namjua Bea. Tena mume wangu ungefanya kabisa, tena ungefanya upesi ukazungumze naye, maana na ulitafuta. Laita angejua sasa mtu namna gani mume wangu. Hilo usijali. Hata mimi limeniumiza sana hili, tena limeniumiza sana, lakini naamini kwa sababu Bea ni rafiki yangu atanielewa tu.
tumtangulize Mungu mbele, atatusaidia tu. Mimi napita, akaniita, akaanza kunishika mkono, anataka kunivuta ndani. Mimi nikamkwepa, nikamkimbia. Hivi Mama T, hawa wananitafutia nini mimi Wananitafutia nini mimi? Wanataka nionekane mbaya katika hiki kitongoji, si ndio? Sasa sikia Mama T, wewe nenda kampekue huyu. Hakikisha kama hana tatizo lolote, alafu mimi nitamsomesha. Mwanangu, siku nyingi. Ndio unajua tena mama, mtoto aende shule, umwandalie chakula, akirudi apumzike, anaenda madrasa hivi, yani mambo tafarani mama. Mwanangu. Ikiwa vipi tutapotea na mwanangu? Hamna mama yangu, hata usijali. Nashukuru, karibuni sasa. Ila mama. Yale mambo nilokuambia nimeona bora mamangu nikuletee mkwe wako muone. Tulia hapo dogo. Vipi brother? Au unajifanya uelewi au si? Tulie vipi brother, mbona sikuelewi? Sitaki maneno mengi, tulia. Nashukuru. Jamani nzuri. Nashukuru. Karibu mkwe wangu nyumbani. Asante mama, nashukuru. Karibu sana. Mimi nilikiona hapo tusishie huko tukafanya uhuni wa kipumbavu. Kweli. Nikaona bora tuje kwa mama ili unijue. Nashukuru. Umechagua mwanangu. Asante. Tena aliye bora. Ni kweli kabisa mamangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Inshallah. Kabisa. Inshallah. Yaani naomba Mwenyezi Mungu afanye wepesi jambo langu liende la heri kabisa. Amina rabbil alamin. Asante mamangu. Ndio maana mama anataka ndoa iwe haraka. Ni kweli mwanangu. Yaani lazima iwe haraka. Mwenyezi Mungu alisimamie hili. Aliwekee nguvu, alinyanyulie mikono ya Rabbi. Ndio Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah mwanangu. Sasa hivi mama, nitakuwa nakuja kukuona. Nitashukuru mwanangu. Mimi nakukaribisha. Karibu sana nyumbani kwetu, ndo hapa. Asante mama, nashukuru. Karibuni nyumbani. Tusifikie hapa njiani. Karibuni nyumbani. Dada. Be kaka. Hebu tujadili kuhusu harusi ya kaka Mapande, tunafanyaje? Maana siku zimekaribia. Kaka, unaniuliza mimi tunafanyaje? Angali wewe ni kaka mkubwa. Inabidi sisi ndo tukuulize wewe, tunafanyaje? Kwa hiyo umejipangaje kwanza? Mimi kusema kweli bado. Ila nikikaa saa tukishajipanga nitakupa taarifa. Basi amna hata mtu wa kuchangisha michango. Tupataje hapo hata hela kidogo. Wewe ndo kaka mkubwa, inabidi ulisimamie hilo kaka. Sawa. Mimi nitalisimamia kwa upande wangu. Lakini kidogo hali imekuwa sio nzuri kwa upande wangu. Sasa tunafanyaje? Mimi nimefikiria hivi. Kwa nini harusi isiwe ya kimya kimya? Fanya kwa ukijui au inakuwa vipi? Kwani kuna nini brother? Unaniletea dharau, unanikaripia au vipi? Karipii brother, kwani kuna tatizo gani? Ngoja nikuonyeshe advertise kidogo. Kaka, hiyo haiwezekani. Yaani hilo kaka haliwezekani. Yaani mimi nishatoa taarifa kote huko kwa marafiki zangu kwamba tunakinukisha hapa nyumbani, mambo moto moto. Wewe unaniambia tufanye kimya kimya? Hiyo aibu kaka, hapana. Tuuze yale mashamba ili harusi ipate kwenda vizuri. Ndio maana tulikwambia yale mashamba tuyauze. Sasa kwa kuwa ulikataa, ili jambo tunakuachia wewe. Tunataka hapa nyumbani pachangamke. Hiyo kimya kimya ya kwako sasa tuitaki. Dada. Sasa hela hatuna. Si bado wawe kimya kimya. Kaka, haiwezekani.
ndio maana tukasema tuuze yale mashamba. Umeona sasa, kimya kimya hiyo haiwezekani kaka. Kiukweli dada yangu, swala kuuza mashamba leo tuachane nalo, ila mimi na rafiki yangu ana gari. Kama vipi, mimi nitatoa hela kidogo nali tununue mafuta tuchangie kuhusu gari. Kwa hiyo utachangia mafuta? Mimi nitachangia mafuta. Sawa basi, haina shida kaka. Basi haya, mpe taarifa na dada mkubwa. Usijali, zitafika. Basi haya, mimi naondoka, sikai sana. Haya poa. Kila la heri. Haya. Eti ipite kimya kimya shughuli. Yaani mimi nishatoa taarifa kwa watu wote, naambia ipite kimya kimya. Alhaji Mpera. Asalamu alaykum. Hizi yangu bwana. Kheri kabisa. Mashaallah. Vipi ndugu yangu? Hata sio ndugu yangu. Mimi nitoka kwako hapa. Nataka kutafuta ndugu yangu mpaka sasa hivi. Jana magharibi sijamuona. Insha sijamuona. Sasa mpaka alfajiri ya leo sijamuona. Sasa shida nini? Ishtighali. Na shehe wangu, ukiona mtu hajaingia msikitini, basi kwanza mjulie hali mapema kujua ana hali gani. Wewe mko mtu akalaumwa. Kwa kuna muda usikili maisha. Kama umeingia masjidi, ujenikuta magharibi, insha, asubuhi, basi amini shehe wangu, uje unijulie hali, huenda na majanga amenikuta. Maana nimekutafuta ndugu yangu. Ila kaka, kuna majanga mazito. Hodi. Hodi wenyewe. Karibu. Asante. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni. Marhaba, mjambo. Hatujambo. Adake Bea. Avijao yule. Ataka kubakwa. Yule mwanafunzi alomaliza shule mwaka jana? Huyo shehe wangu. Yaani nusu kubakwa. Nakwambia. Bakwa? Nani anafanya upuzi huu katika mtaa, katika kitongoji hichi? Na Kadodo. Kadodo? Huyu Kadodo. Huyu dogo nakumbuka nimekutana nayo kuna muda fulani. Umeelewa? Kashika viatu kwenye bega hapa kwa pani hapa. Anakimbia kwa speed. Sasa nikajiuliza udogo ana tatizo gani? Huyu udogo sio mwizi tu. Ungemkamata Mpela, ungemkamata. Bea anamtafuta. Kadodo. Yaani Bea anamsaka kodi na uvumba yule. Na akimshika. Wewe sasa hizi unaenda wapi? Lengo ni kwa mwenyekiti. Bea akasemaje hii kesi haimalizike kisela. Sasa Bea nakaanisheni nikamsihi, nikamwambia usela asala, usela pesa. Sawa? Nikamsihi kesi iende kwa mwenyekiti. Bila hivyo Bea atenda jela mwanangu. Ila shehe, mimi nakwambia kitu kimoja. Yule Bea nasisitiza sio mtu mzuri kwako. Wewe shehe mkubwa. Watu wanakutegemea katika kitongoji. Alafu yule ni muuni. Atakutafutia matatizo, utakuja kufungwa bure ndugu yangu. Bea mwanangu. Sasa mwanao kweli sikatai. Lakini angalia matatizo. Yule muuni ujue. Anataka kutafutia sababu ikawa shida ukaenda jela. Sawa, nimekuelewa. Huu muda wa swala tuondoke. Inshallah. Basi tuanzie hapa kwenye msikiti wa nani waangamia hapo. Tuswali, baadaye tuingie wapi kwa mwenyekiti tukaongeane. Maana Bea nimeongea naye kesi hii iishe kwa mwenyekiti. Basi inshallah ndoka. Sawa ndugu yangu. Inshallah. Inshallah khairi. Yaani anamsaka anakuambia Kadodo atakoma. Umeelewa? Mlekwa. Haya shoga yangu, vipi kuhusu ile biashara yetu?
shoga yangu, ile biashara bado ninayo, na sio kwamba nimesahau. Wewe hata usijali, maana kuna mashamba hapa nasikilizia, tunataka tuuze, kila mtu afanye na chake. Biashara nitafanya shoga yangu, sinajua tena biashara itafanyika, wewe ondoa shaka. Wako sura gani vile? Mimi nipo sura tulifuata. Na wewe? Mimi nipo pamoja na huyu. Basi kama nyinyi mko pamoja, nyinyi mtasoma hapa, mtajisomea kwanza, nimfundishe huyu. Alafu ndio kuja kufundisha na nyinyi, sawa? Ndugu yangu, wewe umezidi kukaa nyuma. Kila siku muda unazidi kwenda, siku nzidi. Au umegaili shoga yangu? Kaka wenzangu, hata sijagaili. Yaani ndo naliwaza kila siku. Hata usijali, hiyo biashara ipo. Maana wewe kiduchu una mambo mengi. Usio umegaili, mimi kila siku nakuja kukusumbua hapa, maana mzigo uko njiani. Hapana, najisumbua kusumbua kila siku. Hapana, siwezi nikagaili mlekwa. Tutafanya biashara, hata usijali shoga yangu. Sawa. Usijali. Wewe ndo unataka kunani kufuta kila siku. Sura yako ni ujitahidi ili share akija upate kufuta, sawa? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teksirati. Shogangu, kwema? Vipi? Shogangu na ubuyu. Shogangu hata kunisalimia. Kwema? Kwema, tasalamu. Shoga, na ubuyu. Huyo unamhusu nani shoga? Hivi unajua ule shehe kumbe ni mnafiki kabisa ule mama. Mama tumpe shoga yangu, nimepata ubuyu. Tumpe? Yeye, nani mwingine? Kafanya nini? Kumbe wale wanaoshehe wote wanafiki wakubwa shoga yangu. Wewe unasema kweli? Nia yao usiolewe. Sasa nisemaje, mwaka huu lazima utaolewa shoga yangu. Wewe. Maneno umeyapata wapi shoga yangu, Shoga, uwezi amini katika pita yangu nimewakuta bwana wale wanafanya umbea. Wanajadili kuhusu ndoa yako shoga yangu. Tupe huyu. Yeye, kuna mwingine shoga yangu. Rafiki yangu mie. Shoga yangu twende. Mimi kiukweli kabisa siwezi kwenda. Kwa sababu shoga yangu kama unavyoniona binti yangu kaenda zake shule, arudi akuti chakula ale. Leo ita nitoke hapa mimi nende nikamchambia mtu nikamsute mtu zangu, mimi siwezi shoga yangu. Afu licha hivi yule mke wa shehe, heshima kitu cha bure shoga yangu Viacha hapo vichemke, twende tukawasute. Shoga yangu, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho shoga yangu. Kwa sababu yule mimi hakuwahi kunifanyia kosa lolote. Leo hii nitoke hapa niende nikamchambe. Hususan ananisaidia mambo kibao. Ushaona? Yaani ubinti yangu anamlea kama mwanae alomzaa. Leo hii nitoke hapa shoga yangu wangu naenda na mchamba. Kwa shoga yangu siwezi. Kama tadini tudani shoga yangu, deni ulipwa. Mimi mzangu siwezi shoga yangu. Kweli mambo hayo ninayo, lakini sio kwa yule. Rafiki anayekutakia heri.
Rafiki gani yule mnafiki? Angekuwa rafiki yako asingekukataa wewe usiolewe shoga yangu. Sasha, kwa hiyo mzangu mimi siwezi shoga yangu. Kama wewe uwezi, hiyo kazi niachie mimi. Mimi nitamchamba kisawa sawa. Shoga yangu twende. Shoga yangu hapana. Shoga yangu twende. Shoga utaniua. Kwani kafanya nini jamani? Ajuaye. Yes. Samahani sana. Ndio. Mimi nakuomba hii safari yangu hapa ndio ya mwisho. Sawa, lakini shehe, wewe kule ndio wanakutegemea, wewe ndio mhusika mkubwa. Sasa unavyofikiri usipoenda wewe, nani atamaliza ile swala? Ajuaye mwanangu, usiwe hivyo. Umuhimu wangu mimi, anaweza kuja mtu yote pale akafiti pengo langu mimi. Moyo wangu umekataa kabisa. Pale nimejikwaa. Pia kufika hapa moyo pia ukapasuka ghafla. Na kwa imani ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sipaswi kuendelea na safari tena. Haina baraka kwenye maisha yetu. Ila mimi binafsi naishia hapa. Na kuheshimu Ajuaye. Pia sija kuvunja heshima hata siku moja. Mimi naomba niishie hapo, niruhusu. Sawa, lakini shehe, labda nikwambie kitu kimoja Ajuaye. Ndio. Ili usinifikirie mimi vibaya. Safari yoyote kwenye maisha yako, ikitokea vikwazo vya aina yoyote ile, basi fikiria mara mbili hiyo safari yako. Huenda ikawa nzuri au mbaya. Pale nimejikwaa kwa mguu wa kushoto. Mguu ambao sio mzuri kimaisha. Kwa hiyo nakuomba Ajuaye, mimi niishie hapa safari yangu. Basi sawa shehe, mimi nakuruhusu. Acha mimi niende nikamaliza ile jambo. Wewe rudi nyumbani. Nafikiri baadaye tutaonana. Inshallah. Sawa, nenda mwanangu Ajuaye. Haya. Niagie basi huko. Usijali. Sawa. Haya, baadaye. Inshallah. Wabija. Vipi unaitwa unalingalinga? Mshike. Shika. Asamia nini? We shika, unalingalinga kitu gani wewe? Mshike. Shika basi, mbona unalinga wewe? من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Asalamu alaykum. Alhamdulillah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni. Tukaribie nini? Tukaribie nini? Mnafiki mkubwa wewe. Hivi wewe wakwenda kukaa pembeni na mume kwenda kumjadili mwenzenu ndoa yake? Wewe inakuhusu nini? Wewe inakuhusu nini? Mbona umeolewa shoga yetu?
Wewe unaumia nini kwa mtu anataka kuolewa? Wewe unaumia na nini? Sio vizuri. Eti mume wake mara mbaya, sio mume wake wewe nakuhusu nini? Mara mchunguze kwa bata yule. Amchunguze kwa bata. Shogangu naye chamba. Sasa unaogopa nini hivyo? Unaona kama unataka wewe usiolewe. Shoga yangu sio vizuri. Mbona uko na mumeo? Mume kama anakuchunguza. Ni yako ataka shoga wetu asiolewe. Shida yako ataka mtoto asiolewe. Wewe si umeolewa wewe. Haya kachukumia kitu gani mpaka atakamwambia kwa asiolewe? Wewe unaumia na nini? Ndoa yako inakushinda, kazi kufuata ndoa mwenzio kweli? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Tena bora nao ulipofika. Mnafiki mkubwa wewe. Waambia mtu na mume wako kwa waambia wakubwa. Hivi shoga yetu unashindwa kumfuata mmeo kanzu kutwa kufanya mambo ya umbea kuhusu huyu. Inahusu nini? Inahusu nini? Eti mara huyu kwenye ndoa yake si hivi na hivi, basi tukuchunguze ndoa yako. Mbona uchunguze kuhusu ndoa yako? Kanzu kubwa atakufua ufuni. Shoga yangu nini mangelo kufuata msikini atafutwa. Kwa shega alokuwa nao. Kwa ushega alokuwa nao sio vizuri hivyo, acheni umbea, acheni majungu. Sasa basi kwa taifa yenu, mmetaka ataolewa, hamkutaka ataolewa, mpo. Shoga yangu nayo chamba tuondoke. Bahati yenu. Huu ni mtihani ambao Allah ametujalia. Na mtihani hauna hodi, mtihani hauna siku wala muda. Siku yoyote, muda wote, mtihani pia nakuta mtu wangu na uvumilie, upokee kama unavyopokea na mingine pia endelee. Na Allah akokea mtihani upasi kulalamika wala kugutilia mtihani. Upokee vilivyo kama alivyopokea Nabii Nuh au kama alivyopokea Nabii Yusuf. Sawa? Oa, 6 vipi mdogo wangu? Freshi. Tawala au vipi? Tawala. Cheo. Amini. Sema nini mdogo wangu? Ndio. Mimi kuna shehe namtafuta kitambo sana mwanangu. Na folena na kila siku ya pili leo namsaka alafu simuone shehe Tawile unampata. Da. Shehe Tawile? Shehe Tawile huyu nimfahamu mimi, anakaa maeneo ya Mnalani. Yeah. Anapenda kuvaa koti fulani jeusi. Huyo. Wewe una vipindi naye gani kwani? Maswali mengi ya nini sasa ndugu wangu? Mbona kama hivi? Nacholeshana sasa hivi ushakuwa au vipi? Mama. Mwanangu. Haya, mambo ya kutoka. Kutoka mwanangu, karibu sana. Bibi hali mama. Salama mwanangu. Kwema mwanangu? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Karibu sana mwanangu. Sawa. Ila mimi kuna jambo kidogo. Kwamba mimi ni mshenga ambaye nimeagizwa hapa kwa ajili ya kuleta barua ya faima. Aha. Nashukuru. Aliniambia kwamba kuna ujio wa wageni utafika. Ila nashukuru kwa kufika kwako. Ila mwanangu, nitakuomba samahani kidogo. Bila samahani. Kwa sababu mimi ni mama. Sijawa bado na uwezo wa kupokea barua ya posa. Ila babake yupo. Ila ametoka kidogo, yupo kwenye kitongoji cha pili hapo. Kwenye mihangaiko yake. Labda nikufahamishe alipo, nikuelekeze upate kufika hapo ili ukaonane naye ili mmalize hili swala. Basi sawa mamangu, naomba tunielekeze. Basi nashukuru. Kitongoji cha pili hapa, ukitembea na hii barabara hii hapa hii, moja kwa moja hapo mbele utakuta kuna nyumba kubwa ina bati jekundu. Alafu mkono wa kushoto yako utakuta kuna duka. Pale kwenye ile duka nenda pale ulize eti namhitaji Baba Gaddafi hapa, nitampata, watakwambia Baba Gaddafi yupo. Sababu ni pale alikuwa anafanya shughuli zake. Basi sawa. Kwa hiyo pale nikimuuliza Baba Gaddafi umempata. Basi sawa mamangu. Haya, haina shida. Karibu sana. Make nitakuja tena. Asante, karibu sana mwanangu. Haya, asante basi. Nikutakie safari njema. Haya, inshallah. Karibu. Haya.
nisikilize kwanza, kwa sababu nyie najua nyie masirasira mapi. Haina kujuana mdogo wangu, macho unanijua vipi wewe? Tunajuana sasa hivi au vipi? Ushakuwa mdogo wangu, napima au vipi? Tawile na sababu gani? Nielekeze mdogo wangu, mimi nijichenge noma nini? Kuwa mpole basi nikuelekeze. Sikiliza nikuelekeze. Sasa sikia nikuelekeze mwana. Yule shehe ukisema unaenda kwake utachoma. Ila nikuelekeze vipindi maeneo yanayopatikana sana, unapenda kunywa kahawa, unajua tena mashehe nini? Alikasusu nini? Kwa hiyo ukienda kuna sehemu pale nitakuelekeza. Kijiwe pale kona. Juu pale road. Ya ndo hapo. Sasa pale juu. Ukienda pale unamkuta pale. Yaani pale akauki muda wote yupo pale. Lakini ukisema unaenda mtani kwake ndugu yangu umechoma. Sema nini? Sije ukaenda kufanya maafa afu dakika mwisho mimi ukanitaja mimi. Haina maafa mdogo wangu wenyewe, wewe usiwaze hivi. Haina hiyo mdogo wangu. Mimi nimekuelekeza za kiutu kutokana kama wewe blaza baridi. Si rodi pale. Sincholeshe mdogo wangu, sinchwele. Sikucholeshi yani. Baridi utawala. 100. Baridi utawala. Haina noma. Hivi. Tatomana mishale. Haina noma. Du. Waoni wengine bwana. Sasa Tawile wa nini? Mtafuta na kesi naye gani? Sema mwenyewe, ngoja niburuze zangu. Negefosi ni sawa na bure, negefosi ni sawa na bure, napambana, mapambano, ila sichoki mimi napambana, dunia yenyewe na kila siku, ila sichoki mimi napambana, najituma ila bado, napambana ila bado, najituma. Bea Chaksi. Vipi shehe? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mufti. Kheri kabisa. Heri. Sawa. Bea, mbona tuliongea na ukanidi kwamba utakuja darasani, alafu ghafla sijakuona darasani? Imekuwaje ndugu yangu tena? Shehe. Jana bwana mufti bwana kusema maisha ya kweli au vipi? Jana bwana kuna sisteri aliingia pale mtaani, kama nilikuwa naye hivi, alikuja nilikuwa naosha kidonda hivi, unajua mpaka asubuhi sana. Nikaona sio kweli mimi nikurupuke huko, yani kwamba nilivyo nini nije vile, nikaona sio kweli yani. Sasa umehofia nini? Shehe, kuna hofu ya Mungu kwa sababu unajua ukishakuwa umelala na mtu ambaye mwenye jinsia tofauti, sio dada yako, sio nani, tujaelekezwa hivyo, ni bila shaka hapo kwamba kuna hisia zinakuwepo mufti, afu kuna vitu unakuwa unavifanya na kwa kidogo kama unatoka hivi kwenye upande wa Mungu yani. Yani kwamba ulikuwa unahofia janaba. Bea, ungeoga asubuhi, ungeamka asubuhi, unapiga safula mara 3, basi unaoga janaba na unakuja pale darasani ili mingine pia endelee ndugu yangu. Ashe hapo kwenye janaba. Je, sisi vijana wengi sasa hivi shehe wangu tunapoteza kutokana na mambo hayo hapo. Kwa sisi vijana sasa hivi ujue shehe, maisha kweli kwamba tunapoteza sisi. Na ichapa kitu ichapa wengi yani wanakuwa nacho. Anachoamini kwamba ukishaoga ndio umekuwa msafi. Yaani kwamba mtu anatoka analala na mtu, baada ya hapo zeni anaenda anaoga tu, anaenda labda msikitini, anashika msaafu, anaingia tu kanisani, labda ndo anaenda kumwomba Mungu. Janaba alipo hivyo shehe wangu. Janaba anavyosikia kwa imani kwamba lina dua lake mufti. Aha, basi sawa. Acha mimi kidogo nikupe darasa kuhusu janaba. Ili nawe pia usiwe na hofu kwa hili. Mwenyezi Mungu zinaa kaikataza kabisa. Yaani zinaa kabla ya kuoa au kuolewa Mungu ameikataza.
kwa maana ni uchafu. Kwa hiyo bahati mbaya imetokea kama hivyo, unapaswa uoge janaba. Janaba unaogaje bea? Janaba unaoga hivi kwamba unachukua maji yako masafi kabisa yale ambayo hajaingia hata tone la maji kwenye ile ndoo. Ya uhai sasa unazungumzia, yani yale maji ya uhai. Bea, sio maji hai unajua wewe. Maji haya kwamba haya ambayo ni ya kuoga kawaida, haya kisimani, bombani, haya ya kawaida haya. Unaandaa maji masafi. Maji yale usitie hata mkono kwenye ile ndoo. Baada ya hapo yale maji ukishachukua, kabla ya kuyaoga, unachukua moja kwenye kopo, unaingia chooni. Chooni lengo nini? Kwenda kufanya usafi wa lamsul qubuli au duburi, yani kusafisha mbele, utupu wa mbele na nyuma, kutoa baadhi ya vinyesi au mkojo kidogo, vitone tone, unasafisha. Baada ya hapo unachukua ile ndoo unaingia nayo chooni. Sawa? Kuoga janaba. Janaba unaogaje bea? Yani unachukua kopo kwa kuliendea, yani maji yale unachota maji kwa kuyaendea, yani usiiname tone likaingia kwenye ile ndoo tena. Unachukua kama ungekuwa na kata ndo nzuri. Unachukua kama ni kata, kama ni kopo, unachukua maji, unaanza na mkono wa kulia, unamiminia hivi kwenye mkono wa kulia. Ukimiminia unasema na waitu rafa janaba. Unanyunyizia hivi mkono wa kulia wote. Mara ya pili unachukua unatia kichwani kote, yani yaenee maji. Mara tatu unachukua tena, mara tatu unashika na mkono wa kulia, unatia mkono wa kushoto. Sawa? Unafanya hivyo kwa kurudia kila upande mara tatu. Baada ya hapo unajisugua kwa mkono yako mwili mzima. Ikitokea bahati mbaya umegusa utupu kwa viganja vyako hivi, filbatu ni kafi unasema, kuvutia viganja vya mkono, ukiuza udhu wako wa mwanzo ule umekashika, ila haijuzu kwamba unajisugua mwili mzima. Baada ya hapo janaba inakuwa imekwisha. Sawa? Kama utakuwa umesahau, fika pale kwangu darasani kwa dua zaidi au kwa elimu zaidi kuhusu janaba. Lakini janaba huwa inakaa siku 40 kwenye mwili wa binadamu. Sawa? Janaba hilo kwamba inatakiwa ukae siku 40 na janaba inakuwa limekwisha. Kwa hiyo Mungu maana kusema kwamba zina amekataza ikiwa na maana hiyo kwamba janaba linakaa siku 40. Asa imagine kama ndio hujaoa. Kwa janaba linakaa kila siku 40 kama zinapandiana zile. Kwa ushauri wa mwisho tu ni vyema kuoa. Kwa hiyo ila ikitokea bahati mbaya umepitwa na shetani, ibilisi au mwenyewe tu, oga janaba, mengine pia endelee bia. Hapo sawa, shehe, na imani nimekuelewa vizuri sana. Sawa. Basi ukipata muda bea njoo darasani. Mimi sipendi kukuona unakaa hivi maskani. Wewe ndugu yangu mimi bea. Nakupenda sana ndugu yangu bea. Hamna shida. Mimi sifanyi kitu chochote hapa, nimekaa tu shehe. Fanya kitu hapo. Sifanyi kitu shehe, nimetulia. Aha. Basi sawa, usijali bea. Kwa hiyo hamna shida. Inshallah. Kwa hiyo sasa ni darasa la bangi yangu tani washe bangi nikaushe. Anatembeaga na malaika, anaweza kutaka ondoka yeye malaika yake. Wenyewe kisha kwa msala. Karibu. Asante. Karibu shehe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwema shehe? Kwema, vipi hali? Tumshukuru Mungu. Vipi? Namshukuru Mungu sana. Karibu. Bwana, samahani kidogo, mimi kuna muulizia baba Gaddafi. Baba Gaddafi ndio mkuu. Sawa, basi naomba uniachie. Sawa, kwa hiyo shida. Kwa hivyo vibao viwili unahisi kwamba nimekupiga umeumia sana kuliko ulivyomuumiza mshikaji wangu kwa mdogo wako. Unanipiga brother, sijui tatizo nini brother. Hujui sababu nini? Wapi unataka kuleta mambo yako ya kijinga, unataka kunigombanisha mimi na watu? Wewe umemfanya nini kule vijao? Brother, mimi sijambaka yule. Yaani sijambaka hata kidogo.
Sema kweli mimi bwana, yule binti mimi nampenda kweli brother, sio kama nataka nimchezee. Mimi nampenda kweli. Unampenda nini? Achana na habari za mapenzi hayo wewe. Wewe bado mtoto mdogo, wewe mtoto watu bado mdogo. Kaka yake hana kazi yoyote, anahangaika anavyoweza ili mradi mdogo wake aende shule. Mimi kaka yule nampenda. Unampenda nini wewe? Achana na habari za mapenzi hizo. Nifuate nyumbani. Poa brother. Fanya haraka twende. Nakuja. Brother, ngua kweli. Oh, karibu sana bwana. Ndugu. Karibu sana. Sawa, asante sana. Mimi nilitoka kule nyumbani ila nilimkuta shemeji. Ndio. Kwamba kuna mzigo nitaka nimpeleke. Sawa kabisa. Mimi ameniambia kwamba hawezi kupokea mpaka nifike hapo. Ndio niko wewe. Bwana siku hizi vijana ndugu zangu. Unaweza ukasema mzigo ni upokee, sasa ingine unaletea vitu vya ajabu maana nafungua jini hilo. Haya niambie sasa ndugu yangu, mzigo gani kwanza unakuja nao? Ana ndugu yangu wala sio. Ila mimi bwana nimeagizwa na mapande. Kwamba hapa kwako kuna kijana ameniona. Kwa ameniambia bwana mimi ni binti na mtaji, ndio binti yangu Faima. Kwa hiyo ameniagiza barua ya uchumba. Sawa kabisa. Vile bwana nisikufiche. Vile bwana mimi ni binti yangu. Na kama ni binti yangu, yule ni mtoto wa kaka yangu mimi. Sawa. Yule mtoto wa kaka yangu. Ameniletea madaraka yote. Kwa hiyo haina shida. Mimi nipo tayari kupokea mzigo. Kwa jini lolote basi ndio tunawasiliana. Wenyewe odi. Karibu. Salamu alaykum. Waalaikum salaam, karibu. Asante. Sio vijana nimemkuta. Vijana yupo. Naomba unitie samani. Ngoja kwanza. Maana hii safari tunayoenda sisi kama tutamaliza wote au tutaishia kati. Shoga yangu. Hivi hizi taarifa za harusi wewe umezisikia? Nimesikia Sila yule kaka yake na Kiduchu. Mapande. Nazo taarifa. Lakini naona kama ndoa yenyewe kama ina mikanganyiko, yani haiko sawa. Ninavyosikia, lakini sina uhakika kuwa yule mwanamke anayetaka kuolewa ana mtoto. Si huyu wa bondeni Faima. Mimi aishie kunifuata nyumbani kwangu kabisa, akaja kunielewesha kuhusiana na swala kwamba kuna watu walikaga umbea wakaenda kukoma kuiongelea kuipa uzito ile swala la shughuli. Alafu mara wao nao tupupu wakaenda kwamba kwa Shetawile. Wakaenda tena wakachamba huko, wakachambana, wakaharibu sijui vitu gani. Yaani harusi itafanyika kweli harusi? Karibu. Asante za hapa. Salamu, shikamoo. Marhaba. Vipi shoga yako nimemkuta kweli? Nani Kibatali? Hapana sijamuona. Kibatali huko hayupo? Mtume jamani, mwanangu sio atakuwa kaenda wapi? Basi namtafuta kweli. Mimi nikajua kaja huku. Tangu juzi jana sijana naye tena, niliona na juzi ndo basi tena mpaka leo. Basi haya kwa heri. Haya mama karibu. Asante kwa heri sitakuwa kaenda wapi kama. Inawezekana, maana binadamu wengine huwa hawapendi mambo mazuri yafanyike, watu wanaroza hivi. Yaani mtu akiona tu mwenzie kapata jambo la heri, yeye huwa hakubaliani nalo, yaani ataka vyovyote liwe baya tu. Hapo umeongea jambo la msingi sana. Twende kwa shukrani. Tumwachie Mwenyezi Mungu. Yetu sie macho. Sisi tunawaombea kila la heri wanapoingia kwenye swala la ndoa. Basi ndio hivyo. Tusubirie sare, tukate, tukaangalia watu wanapooana, ni jambo la heri mama. Mimi nataka hina.
Wanangu, katika harakati zangu za kuzunguka napita mitaa kati, si tunakutana mzee wa shongo. Maanza kunitolea pasopa. Ananiuliza, wewe unamjua Shetawile? Naambia yeye Shetawile namjua. Hasa anapoonekana mtu mwenyewe anaonekana yupo kiushari kabisa yani. Nikamwelekeza hadi Shetawile anapopatikana. Akaburuza zake, mimi nikaondoka zangu. Sasa sijajua ana nia gani na wewe Shetawile yenyewe. Kidogo baadaye, muda si mrefu, sawa? Haya. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam mwanangu. Vipi mwanangu, mbona hoi hoi? Sawa, hai mama, Kibatali. Kafanya nini tena? Nyumbani hayupo. Kwa shoga yake nimetoka hayupo. Yaani nimechoka hapa mamangu. Nilijua tu mwanangu. Wewe naye. Mbona Kibatali mwanangu amekuja hapa? Kibatali yupo. Yupo huku? Yupo, ila nimemtuma kidogo mwanangu Kibatali. Kibatali nimemtuma tu hapo dukani mara moja. Kwa hiyo wewe tu usiwe na wasiwasi. Kibatali yupo na akirudi tu atakuja. Usijali, Kibatali kaja. Mtoto atakuja aniue mamangu mimi. Kwani ilikuwaje? Ina maana mdogo wangu 6 haujui? Yule shongo anamtafuta Shetawile kwa sababu anataka alipize kisasi. Kuna dogo kapewa simu akauze. Dogo simu haijauzika, kapigwa, hali mbaya yuko kwao. Kwa yule shongo anamtafuta alipize kisasi. Ina maana nimemchoma Shetawile? Sikia 6 mwanangu. Unajua nini? Hujamchoma. Hujamchoma wala nini, kutokana na nini? Ana tagi lake ule pale anaitwa Bea. Unajua mamba mmoja hivi anaitwa Bea. Ule Bea mwanangu sio poa, mimi sikwambii sana nini. Kutokana na vipengele vyake mimi namjua yule mwamba. Unajua yule hatari. Sasa hao wanajifanya wanamtafuta, sio mzee wa shongo, sio nani Nyangweso, bad face anajifanya 32 anamtafuta huyo Bea. Anamtafuta Ila mimi nahisi kikinuka huko mimi ndo namuelekeza yule mwenyewe, mtu mwenyewe anaonekana upo kiushari mwanangu. 6 nisikilize mwanangu, wewe usiwaze. Mimi si ndo nakuelekeza vipindi. Mimi namjua huyo Nyangweso, namjua Shongo, wote nawajua wale watoto wa 2005, 2002 wale mimi. Huyo Bea, utafurahi mwanangu, taarifa utazipata, utakuja kunielekeza. Unajua wewe utakuja kunielekeza maisha yako wewe. Wale wanauponza. Wale wanauponza. Bosi waze, bike hapo. Unajua Bwana waza mwanangu. Unajua tu Kibatali tu hapendagi kunielewa. Yaani hapendagi kunielewa kabisa yani. Mimi navyojua wewe ule na ukali wako umeshampiga yule mtoto. Lakini mama, mimi na Kibatali ugomvi wetu hataki kuswali. Akiswali saa 7 anaenda kuswali tena saa 2. Anaswali saa 12. Saa 2 aswali. Sasa mama, maisha gani hayo Huo ni mtihani mama. Tena ni mtihani mkubwa. Mzito mamangu. Tena ni mzito haswa, ila tumuombe Mwenyezi Mungu atutilie wepesi. Allahumma amina mamangu, lakini ndio hicho ugomvi wetu mkubwa alichokuja kukwambia ndio hicho. Basi mimi nashukuru umenifikishia naye kanifikishia. Ila mimi ninachokuomba tu mwanangu, kumchapa haujakosea, ila mwanangu punguza ukali. Mwanangu, kumwadhibu mtoto ni kwema, ni jambo la heri, lakini punguza na ule ukali kidogo. Ukiwa mkali sana mwanangu, atakuja kuogopa yule mtoto. Hata akiwa na shida atakuwa hakwambii. Maana anajua hapa mama nikimwambia tu amenitia fimbo. Mwanangu, wakati mwingine muelekeze taratibu, atakuelewa. Ni kweli mama, lakini kwenye dini yetu ya Kiislamu inatakiwa mtoto umpige mpaka umvunje hata mkono ili aende na ushahidi kwa Mwenyezi Mungu. Ni kweli aswaswa dakta. Basi sawa mamangu, nimekuelewa. Vipi ndugu yangu? Kuna mambo yanatokea hapa kwenye kitongoji, alafu wewe uniambie. Mambo gani kaka yanatokea kwenye kitongoji hiki ambacho mimi sina taarifa nayo? Yule nani mke wangu mtarajiwa yule nani yule? Mama Kibatali. Amechukua Sasha, ameenda kunisema mke wa Tawili. Sasa wewe mbona unipe taarifa? Kaka, hayo mwambie ni mambo ya kike tu. Hebu achana nayo. Mambo ya kike vipi wakati yule Mama Kibatali mimi ndo mke wangu mtarajiwa hivyo?
Hivi wewe unajielewa kweli wewe? Kwa nini mimi unipe taarifa kwamba wale wamefanya kitu ambacho hakimpendeze Mungu? Kaka, mambo mengine hata mimi yanatia aibu kwangu. Kikubwa kinachoniumiza, hebu mtazame mke wa Shehe jinsi alivyokuwa mpole, ana imani ya kutosha. Leo mama Kibatari na Sasha wakatoke kule nyumbani kwao wakaenda kumchamba. Sio jambo zuri hata kidogo. Hata mimi sikusupport hapo unajua. Lakini mimi nilitaka kujua ukweli hivyo. Kwa nini sasa wanamtukana yule bibi mkubwa bila sababu? Yule mama ni mtu wa dini. Hata mimi nafsi yangu imesononeka. Kilichoni cha staajabisha ni wewe kutokuniambia mimi mapema. Kaka, wewe ndio ulitakiwa. Kabla yote kwanza natakiwa wewe. Mimi ungenisapoti. Karibu shoga yangu. Mimi nimeshakaribia. Ila sema tu kama ujuavyo. Nimeona siku zimepita hapa nikasema hata ngoja nije kukusalimia. Maana si kawaida. Na mimi unajua tena kule niko peke yangu. Sina hata mtu kupiga naye story. Kwa hiyo nikikaa hivi nikiona nimeboeka naona bora nije hapa nikutakie hali. Vipi? Mbona humnyonge sana? Unajisikia vibaya? Hapana rafiki yangu, wala si ni uchovu tu. Basi mimi nilivyokuona hivyo nikajua labda unaumwa. Nikasema huyu mtu anaumwa labda siku kama kuna vyombo nikusaidia haraka hapa. Kama kuna nguo nikusaidie mimi niondoke. Hapana rafiki yangu, kila kitu kiko sawa. Na umesema kwamba mwanangu hujamuona? Hata usijali atakuja. Si unajua tena nani alikuwa anajisikia vibaya, nikamwambia basi pumzika, jioni utaenda inshallah. Basi sawa. Kama uko salama mimi ndo furaha yangu. Unajua tena. Sisi ni zaidi ya ndugu. Ndio hivyo shoga yangu. Na ndio maana mwenzio nisipowaona nakosa raha kabisa. Na hivi nimefika. Ila kama ujuavyo, mume wangu mimi mwenzio yani ni upole tu wa bure. Lakini asiponiona dakika kadhaa tu kama yeye amerudi nyumbani mimi sipo, anakuwa mtata. Kama wewe mzima, acha mimi niende zangu nyumbani. Kitu gani tena? Kumbe rafiki yangu, yalopita si mbele, tugange yajayo. Yaani rafiki yangu hapa Ayubu naona mimi. Shida nini tena? Shoga yangu siku ile tulipokuja na Sasha, jinsi alivyokuwa anafanya vile, ni moyo wangu ulikuwa unaniuma, unalipuka. Yaani nahisi kama nimekosa pakubwa sana shoga yangu. Kwa hiyo mimi ninachokuomba udugu wangu, kama kuna chochote nilichokukosea, yaishe shoga yangu. Mimi na wewe tumetoka mbali. Wewe unanilelea mwanangu kama vile umemzaa wewe shoga yangu. Nikusamehe. Nikwambie kitu ndugu yangu. Mimi mwenzio kama ujuavyo, mwanaume nilokuwa naye mcha Mungu. Mimi naanzaje kukaa na vitu kama vile moyoni? Yaani siwezi. Sina kitu chochote wala sina kinyongo. Tangu lilivyotokea lile swala mpaka hivi leo unavyoniona. Na ndio maana nimekuja hapa. Yaani mimi siwezi kukaa na hivyo vitu kabisa. Yaani naomba uwe na amani na kujua vizuri Makibatari na kujua vizuri kuliko unavyofikiria. Huna tabia hizo. Si unanielewa? Mimi najua umeshawishiwa. Na hata muda ule mnaongea lile swala nilikuwa nakusoma kabisa, uso wako ulikuwa unaonyesha kama lile swala hata wewe ulikuwa upendezeni nalo. Hivyo basi mimi sijaweka moyoni na wewe sahau kabisa kwa kitu usiweke moyoni.
Basi sawa tu mpe, kwa sababu nilikuwa najisikia vibaya, yani hata kuja madrasa nilikuwa naona shida shoga yangu. Nikasema mimi uso wangu nitauweka wapi shoga yangu? Maanake ule sio shoga, ni ndugu. Tunasaidiana kwa kila kitu hapa kijijini shoga yangu. Leo hii tena mimi kweli wa kufanya mambo kama haya. Yaani kama ibilisi alinivaa. Mimi sio kufanya vile shoga yangu unajua. Na nikasema tena yule jinsi alivyosemwa vile. Tutakuwa hatuongei, hatusalimiani, hatuombani maji. Wewe shemeji yako unamjua vizuri kabisa. Sasa mimi naanzaje kukaa na vitu kama vile moyoni? Siwezi. Yaani sahau kabisa, yaani sahau. Mimi siwezi kukaa na hivyo vitu. Nilishasamehe tangu siku ile. Nashukuru kusikia hivi. Sawa, alafu tambua kwamba kul binadamu atwaha. Kila binadamu ana makosa. Wewe leo umekosea kwa lile, kesho na kesho kutwa na mimi naweza nikakosea. Kama mimi nitakaa na kinyongo, mimi nitakapokuja kukosea, hauwezi nisamehe pia. Mimi nimesamehe leo mpaka kesho amlikiana. Hivyo hivyo, na wewe ikitokea kwako nimekukosea, basi nisamehe ndugu yako. Hata ndo nini mambo yangu mimi na wewe unaenda kumwambia kakako. Wewe unavyofikiri mimi kakako na muogopa? Kaka kitu gani? Mimi nishakutana na watu huko noma. Nishapigwa sana, nishapigana na watu panga vibaya mno. Wewe kakako mimi unafikiri na muogopa? Kakako mshamba tu. Kuna ugeni hapo unanisubiri. Bwana shemeji yangu. Karibu. Asante. Nimekuja hapa nimegoma tena naona mbona mlango upo wazi? Nikaona huyo yupo mbali. Kama kwanza nijikae kidogo hapa nikusubiri. Vipi shemeji? Sikuwa mbali kweli. Maana hapo jikoni nimetenga maharage. Nilienda hapo kwa mama Kibatari. Hivi ndo nageuza. Shemeji, kwa mama Kibatari? Mbona umeshangaa? Shemeji wewe, nina imani kubwa sana. Yaani kwa mambo amefanya mama Kibatari na Sasha. Timu hiyo ambayo amekuja kukufanyia hapa nyumbani kwako. Wewe una imani kubwa sana. Mwenyezi Mungu akubariki kwa kweli. Nashukuru. Hivi umeshindaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda, sijui utokako. Mimi nashukuru Mungu kama wewe. Lakini mimi nilikupita barabarani kwa kusikia maneno kwamba wewe na nani umeenda kumsema mama mke wa Tawile. Kayataka. Mwana kulitafuta mwana kulipata. Kalitafuta kalipata. Mimi haiwezekani anione mimi sijui wewe, sijui sio mwanaume, sijui ufai. Mimi kwangu unanifaa. Wewe ndio kila kitu kwangu upo. Kwa hiyo umependa alivyo nani, si ndio? Kama unitaki si uniambie na wewe. Yaani mimi sipo huko bwana hata kidogo. Hata mimi nakusupport. Yule mwanamke ni kidudu mtu hivyo anapenda kufuatilia maneno ya watu. Sijui umenielewa mke wangu mtarajiwa. Yaani hicho ulichokifanya wewe na mwenzio hata mimi nawapashega. Kwa sababu haiwezekani. Mara Mapande mchunguze, Mapande hakupendi, sio nini, kuna kitu anakitaka. Kitu gani unachokitaka wewe? Sasa wewe ndio mwana nafiki hapo mtu. Unachunguza mimi nimekuwa mchezaji mpira. Yule achana naye mpenzi wangu. Yaani wewe niachie mimi kila kitu kitakuwa sawa kwenye masuala ya ndoa. Ila na wewe Mapande unanipa wasiwasi. Unajua nini shemeji? Sisi tunaishi kwa kumuiga mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila kiamka anakutana na kinyesi mlangoni kwake. Kila kiamka anakutana na kinyesi mlangoni kwake. Siku iliyofuata
hakukikuta. Alijiuliza sana maswali, kwa nini hajakikuta. Ilibidi atoke aende kwa yule mtu alokuwa anafanya lile zoezi. Alipofika kule alimkuta yule mtu anaumwa. Ndipo hapo alipojiuliza, kumbe ndio maana hajaja, kwa sababu alikuwa anaumwa. Vivyo hivyo yeye kufanya lile au lile jambo alilolifanya haimaanishi mimi nishindwe kwenda kwao, au haimaanishi udugu wetu na urafiki wetu ndio uishi hapo. Kukosea kupo. Leo kakosea yeye, kesho na kesho kutwa naweza nikakosea mimi. Alafu kingine unajua tena, yaani mume wangu ni mcha Mungu sana na namshukuru Mungu katika hilo. Unajua ile siku lilivyotokea lile jambo, yaani kama ningekuwa mimi kama mimi, huenda imani ingenishinda. Maana maneno alikuwa anaongea, yaani mambo alikuwa yanatokea pale, yaani nilikuwa najiona kabisa naenda kupaniki. Lakini mume wangu alitokea katikati ya ule ugomvi. Na nashukuru Mungu alinisii. Unajua Mungu anaamua kumpa mja wake mtihani ili ampime imani yake au ampime kiwango cha uvumilivu wake. Kwa hiyo na mimi nashukuru nimsikiliza mume wangu na jambo likaisha. Tangia hapo sikuweka tena kinyongo. Na huo ndio ucha Mungu. Tangia ile barua ilipotoa ndio mambo yanatokea, ungeneoa haraka mambo yote yangetokea. Mara watu wanafanya hivi, mara hivi. Mimi wenzao wananionea choyo. Tangia afe male mume wangu basi, yani watu yani sio wanataka mimi tu niwe hivi tu, sijui vipi. Mimi hata sielewi. Unajua kila kitu tumepangwa. Kila kitu kinapangwa na Mungu. Jambo la heri linakuwa heri hapo. Ukisema tukurupuke tufanyie haraka, kila kitu kinaweza kuenda vibaya. Wewe unapanga mipango ukienda vizuri. Mimi nakuja na kuoa vizuri tu mke wangu mtarajiwa. Hapo wiki ijayo kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nimekubali kukulea wewe pamoja na mtoto wako. Niwe baba bora kwenye familia yako. Hapo uliposema kwenye mtoto wangu, yaani ndio umenishawishi. Unajua ni kitu kilichonishawishi kikubwa kuolewa na wewe, kwa sababu umenipenda mimi na familia yangu. Yaani umependa boga na ua lake. Sasa unadhani nitafanyaje hapo? Unaambia ukipenda kulia, inabidi upende na kushoto. Sasa unapendaje kulia kushoto, kutabaki na nani hapo? Sababu mimi nakupenda wewe, mwanao ni mwanangu. Ila kitokea nimemwadhibu kama baba hivyo amekosea, usiona kisorokurini kusema kama mimi nisimpendi mwanao hivi. Mimi nampenda tu. Lakini kitokea nimemwadhibu, inabidi wewe ushirikiane na mimi kusema. Mimi siwezi kufanya hivyo. Shemeji, yaani mimi ndio maana yaani nipo pamoja sana wewe pamoja na mumeo. Maana mna mafundisho ambayo mimi yaani mmenipa imani. Yaani mimi natembea lakini hapa kwa shehe siwezi kutoka abadani, kwa sababu ananipa elimu ambayo nikusifahamu tangu kipindi hicho. Kumbe hata mtume mambo yake anafanyiwa. Hata mtume wetu amefanyiwa mambo kama haya sana. Mimi bwana shemeji, kiukweli kabisa na waombeeni dua wewe na mumeo Tawile, Mwenyezi Mungu awape ufahamu mkubwa, awafunulie yani. Amina la bila alamina summa amina. Sio mimi na mume wangu tu, Mungu atuzidishie wote waja wake wema inshallah. Ni kweli shemeji, hata mimi naahidi mbele ya Mwenyezi Mungu, huo ucha Mungu ambao mliokopo nao wewe na Shehe Tawile, mimi nitaufuata kwa lengo, kwa nia moja. Nami naamini Mwenyezi Mungu atanifunulia, kwa sababu mambo ambayo mliofanya wewe na shehe wangu Tawile, mimi amenifundisha, tena amenipa imani kubwa sana. Basi haya shemeji yangu. Mimi nashukuru kuja kuniona. Hilo halina shaka. Tena nakutoa hofu kabisa, kwa sababu ule binti yangu kwanza mambo ya kijinga hana. Na mtoto kuadhibiwa inaruhusiwa. Basi sawa, hiyo ina shida. Mimi nakupenda mpenzi wangu. Ndio hivyo, fanya haraka. Mimi nishachoka, maana anaweza kaniingia ibilisi hapa akatokea mambo mengine. Hayo mambo ya ibilisi achana nayo hivyo. Wewe kunitia pressure tu mimi. Unataka mimi makonde wa watu niende wapi? Ukisema wewe uniache mpenzi wangu. Ndio hivyo, fanya haraka. Basi sawa, yani natamani hata nikuchumu hivi. Mimi bwana sitaki, dini yangu hairuhusu. Ukinioa kweli. Hapo ndo tunapobaniana hapo. Sio kubaniana, huo ndo ukweli na utabaki kwa ukweli.
Basi sawa, haina shida. Ndio ufanye haraka haraka. Nilikwambia nini? Huyu ulikuwa unaongea na nini hapa? Njoo. Wewe njoo. Njoo. Oa, vipi ni kwanza? Fresh blaza. Oa, nasikia kuna madogo anamtafuta Shetawile au vipi? Vipi? Safi dadangu, kwema? Kwema. Haya, vipi mpatwa na nini? Wewe acha dadangu. Nimepata ajali ya bodaboda. Eti ajali ya bodaboda. Yaani hapo wewe Bea kakukosea. Yaani kakukosea pakubwa sana. Yaani kwa nini nyewe kwanza mnatuharibia mabinti zetu? Nakwambia hivi, ingia mziki wa kibatali mwanangu, ndio utanijua mimi nani. Yaani nitakuonyesha cha hujawahi kufanywa. Kwa sababu haiwezekani nyinyi mtuharibia watoto zetu, sisi tuangalie. Bea kakukuna. Ngoja mimi unifanyie uone kama yaani hapo Bea hajakufanya chochote. Maana yani kakufanyia kitu simple sana, mpaka unatembea, mpaka unaongea na mimi, ina maana kakuheshimu. Mimi nakugeuza au nakuwa Salma. Wajinga wapumbavu. Yaani watu kama nyinyi nawataka. Kwanza hiyo chani kwa naitamani kishenzi. Wajinga. Yaani mmetuharibia watoto zetu vipi? Mnajua tumepata shida kiasi gani wale? Tumeweka tuponi miezi 9 hapo nataka kutuletea mambo ya kijinga. Yaani nakwambia hivi, huo uharibifu uje ufanya kwangu. Ungeufanya kwangu? Sasa unaniangalia? Unaniangalia? Niangalia hivi tena uisome ikodi vizuri. Naongea na nyinyi kwamba nyinyi ndio mnamtafuta Shetawile au sio nyinyi? Sisi blaza. Ndio sio nyinyi, lakini ni kwamba nyinyi vipanya rodi zenu mnavijua unajua. Sasa mnapofika nenda mkaelekeze kwa mnapokula vibangi vyenu mnapojificha ficha huko, mnataka kupima watu. Sisi tumeanza kula bangi kitambo. Sasa sikia niwaelekeze au vipi? Nyinyi mna akili zenu timamu ujue. Watu wote wanaoleta noma mnawajua, sio kwamba wageni. Kwanza wewe mdogo wangu wewe. Yaani bahati nzuri kwamba umekaa mtu wa kunyoka. Yaani saa hizi ilibidi kwanza nikuonyeshe show dakika hizi sifuri. Yaani ulikuwa unavuja damu kama nani? Yaani sijui nikwambie. Kawaelekeze au madogo. Wewe kama mgeni unaongea na wewe kwanza pacha. Nikawaelekeze au madogo au vipi? Blaza sio sisi blaza. Sisi Shetawile tunaishi naye vizuri. Sio sisi kabisa. Sio sisi blaza. Wewe usela mnaoleta nyinyi ujue usela wa kishamba. Alafu usela huo ushapita kitambo ujue. Maisha yetu sisi tunaleta usela ujue bahari iko Gomsi hapo. Nyinyi mnakuta bahari sasa hivi iko Posta, kwani bahari ishasogea mambo yashaenda mbali. Dakika za mwisho ninawaambia kabisa kitu ndakachokuja kuwafanya hao watoto hawatoamini. Mimi na Shetawile nadhani mnanijua vizuri niko vipi. Bora nikupe nyeti uchezee usimchezee ule shehe ujue. Si umenielewa vizuri? Sawa brother, mimi nakusikia. Oya pacha. Nyinyi vipanya rodi wenzenu mnawajua vizuri yani. Hizi taarifa naomba zifike kwamba iko vipi. Aloamua kuitangaza vita ajue kabisa na silaha zake sawa ujue kwamba vita ndio ishaanza. Si umenielewa vizuri? Yani changamka, yani waelekeze kabisa mwaneno oya pale mmeakanyaga. Mjinga mpumbavu. Sio mnajifanya saa 2 nyinyi. Mnajifanya 45. Hii namba chafu. Yaani haijawahi kugawanyika siku yoyote. Yaani anaenda kufanya vovote. Nakwambia Bea mbona kakupaka sali wewe? Yaani mimi natamani Bea angekugawanisha hiyo miguu. Mmoja huku afu utembee hivi. Sio mnavyotaka tuishi hivyo. Sasa nakwambia hivi. Mwanangu kibatali. Yaani kwanza nakwambia akili nywele babu mizi zimekaa tu kama bosheni. Sina akili hata moja. Ani hata moja sina. Taonyesha show. Mimi nimemaliza hapo. Natoa hizo. Sasa ndo Bea anakwambia. Najua Bea na Shetawile. Yaani pete na kidole kakaangu. Si umeelewa? Na vijana ndo kama hivyo washaribu mtaa. Siku unakumbuka nilikwambia pale? Nakumbuka vizuri. Nakwambia vijana wameharibu Sabia ndo tayari kasharibu ya mjuga ndugu yangu. Mjomba Bea yangu ndo huyo. Ndo huyo ndugu yangu. Si umeona hapa? Haya tungekuwa na sisi na labda akatufananisha. Ingekuwaje sasa hivi? Sasa wadogo janja hao wanamtafuta Shetawile. Na imani watakoma ndugu yangu. Hapa staili hiyo. Bea yenyewe ndio ipo hivi. Hao watakoma. Kweli. Sababu bifu juu ya bifu unajua. Alafu mimi nahisi ila
Ndio hivyo bwana ndugu yangu. Tutafanya sisi tuondoke. We mtoto wewe, yani nakwambia hivi. Jaribu kwenye anga zangu ndio utanijua mimi nani. Unaleta ujinga hapa katika maisha. Ole wako. Kajuaje? Afu watu utaua Mbeya. Basi pale kashapelekewa Mbeya tayari. Na huyu atakuwa dede. Yule dada mwingine yule, maana Mbeya balaa. Sasa nikipona, kazi wanayo, nitawaonyesha show. Avija. Shikamoo dada. Marahaba. Wapi tena huku saizi? Nenda hapo mbele, kaka ameniagiza. Subiri. Yule kidigidigi yule sijui kadodo, sijui nini. Bado anakusumbua Kilichomkuta huyo kadodo. Nasikia kaka alijua. Alivyojua alimfuata. Nasikia walipigana huko hatari. Yaani alipigwa masingo kaka watu mpaka huruma. Lakini bwana kwa namna moja au nyingine ni sawa. Yaani ule wanatakiwa wampige kweli kweli ili siku nyingine akome kuchezea na watoto wa watu. Kwa anachokifanya kaka yako yuko sahihi kabisa. Ndio hivyo. Lakini mdogo wangu, unajua kwa namna nyingine hivi unavyojiweka hivi. Unajua unatafutia watu shubha. Watu wanakuwa wanakutamani. Sasa hebu jaribu kujihifadhi au kujistiri kidogo, upate hizi kama hizo habari kidogo. Sawa? Ili uweze kupata na kamoyo kaucha Mungu, Mungu akusaidie. Unajua ukiwa na kaucha Mungu ndani, kuna kale kaimani kanaanza kujitokeza. Basi unakuta Mwenyezi Mungu naye anakusaidia, alhamdulillah, unakuwa tu salama. Na hata ninavyokuambia hivyo kina kadodo sio kina nini hivyo na watu wengine hawezi kukutamani wewe kwa ovyo ovyo hivi. Basi haya mambo ya wanaume yako kutamani yanakuwa. Hebu jaribu kujipa hadhi au heshima kidogo. Sio, ushanielewa? Nimekuelewa dada. Haya, basi mimi naenda zangu hapo chini hapo. Haya dada, mimi naenda hapo mbele. Haya. Huyu wangu ametushaka sana. Hapa nataka niende kule kwa kidem changu kile mtoto cha 2000 sinakijua. Kidem chako gani hicho mshikaji? Sikile kitoto cheupe hivi kinapenda sana kuvaa kide fulani hivi kichwani cheusi. Nani Avijawa? Ndio yeye. Hivi mwanangu una habari kwani? Mpaka dakika hii. Ipi tena? Wewe unajui kama kadodo kakandwa na Bea? Tena kakandwa vibaya sana kuhusu ule demu yani. Sababu kubwa ni nini hasa mpaka mpige? Nasikia itakumbaka ule demu. Baka? Kakandwa vibaya, yani kakandwa vibaya ninavyokuambia sasa hivi yani. Yaani hoi hai yani jamaa kakandwa vibaya. Yule demu mwanangu achana naye, atakupotezea matatizo mwanangu. Sikiliza ndugu yangu. Yule kadodo yule anatamaa sana. Unajua yule demu hamtaki. Sasa anaona bora hata atumie mbinu hiyo ili afanikishe jambo lake. Yaani huyo kadodo kukando. Safi sana. Sasa unashindwa kumuelekeza mwanamke kistaarabu mpaka anakwenda kumbaka. Kumbe kitu ambacho hakijui. Yule ndiye mwangu mimi. Na ndio maana wajamaa wanatumia nguvu kubwa sana mpaka kwenda kumbaka. Kwa alichokifanya ukaka yake sawa sawa. Acha mpige, tutangemuua kabisa. Kumbe mwanangu jao, achana naye yule demu atakusababishia matatizo faza, achana naye. Sikiliza, mimi yule kunitafutia matatizo hawezi. Sababu gani? Yule demu ananipenda mimi na mimi nampenda yeye. Kwa hiyo swala lingine ambalo nafikiria hata leo hii atukute kaka yake hapa, mimi na yeye hawezi kufanya kitu chochote. Sababu sio nyewe tayari tushapendana. Tena asubuhi hata kidogo yani. Wewe jao, utakalokuta mimi usinihusishe mwanangu. Yaani usinihusishe, hata kuja kukuona sitokuja kukuona. Utajua mwenyewe na maisha yako bwana. Ushauriki bwana.
Sasa naye subira siku uingie miziki ya Bea. Utakandwa kama mwenzako. Vipi shehe? Asalamu alaykum ndugu yangu. Wa alaykum salaam. Vipi mbona kama hivyo? Safi, kwema. Kwema. Wapi ndugu yangu wewe? Wapi vipi? Mimi nilikuwa nakutafuta wewe ujue dakika za mwisho. Si unajua bwana? Nimekaa huko nimesikia habari kuhusu watoto. Watoto wanakutafuta, sio ameamua kuletea noma, walete miayusho. Kwa dakika za mwisho mimi nimekuja na kuuliza wewe ujue wewe ndo mwenyewe ujue mtumia mwenyewe. Mr. Futwi. She, mimi sio chizi ujue. Mimi sio mtoto mdogo she. Mimi naacha mambo yangu ujue nagombana na watu ujue mimi naonekana kama akili zangu pumbavu kwa sababu ya wewe ujue she. Si umenielewa dakika za mwisho hizi hapo. Sasa mtu anapokuelekeza kitu ukiwa kama mkubwa, mimi najitolea, wewe swala la kujitolea wewe mwenyewe kupitia nafsi yako ni kwamba wewe mwenyewe unakwambia ya Rabi nafsi, kwamba mimi ndo mtu wa kwanza kujiangalia ndo kujitetea. Wewe ndo libidi wewe mwenyewe unge makavu ujue she. Mr. Futwi. She, usilete mambo ya kishamba ujue. She, ujue mimi nakuheshimu ujue nakupa maisha ya kweli ujue. Mimi nagombana na watu ujue dakika za mwisho au vipi she? Sasa she, wewe si utafuti au vipi? She, mimi napambana she, mbona unachukulia chikeni wewe she? Wewe unataka usikie watoto wameniua kwa ajili yako ni ndio ujue kama mimi nakufaitia mwanangu. Sasa she, sikia nikwambia au vipi? Mimi naona kama najishobokesha sana kwako, ni kama nakushobokea hivi. Mimi kwanza sasa hivi nitakuacha. Yaani mimi nitakuacha, yani wewe endelee na mambo yako, yani kwamba ujikwae, uanguke, yani baridi yani. Basi Bea, basi Bea. Basi mwanangu Bea. Nisamehe ndugu yangu. Sasa wewe nani muda wote nakunyenyekea wewe nakwambia niambie nani anakuletea noma muda wote unakaa unajizungusha sasa ndo nini? Basi Bea, basi Bea. Vipi baba? Sawa. Naona poa. Kama kawa. Poa, mimi namuuliza Shetawile vipi nampata wapi ndugu yangu? Shetawile. Mimi simfahamu. Afu niletee pigo kama hizo wewe vipi? Wewe Shetawile umjui vipi? Sasa wakati Shetawile jirani yako, mimi nimeanza kufuatilia kitambo. Afu nasema umjui vipi? Nataka kuniletea pigo zake mama au vipi? Hamna ndugu yangu, kweli mimi simfahamu Shetawile. Mimi sio ndugu yako, siniletee pigo kama hizi. Shetawile umjui vipi? Wewe si jirani yako nasikia, alafu unasema umjui vipi? Kama blaza. Wewe siniletee pigo kama hizo. Unaona niambiaje kama hivyo, alafu unasema umjui vipi sasa? Anachukulia poa. Nini sasa? Wewe unatakaje? Unataka mizozo? Hamna mwanangu. Mimi nimeona nitakuvutia wewe umjui vipi? Nitakuvutia, nakwambia kabisa ndakupiga visu vingi. We, tusikadiliane. Unanionyesha kwa Shetawile au nakunje? Au nataka nikuonyesha action? Wewe utemi wa bure mwanangu. Mimi nishakwambia Shetawile simfahamu. Sisi tumeelewana. Shie nampata wapi? Mimi sinikomesha zaidi sijui bwana vipi. Nakimbia tadogo vipi? Baridi tasomana mishale. Kimbia hivyo. Bea, mimi nakujua kwamba wewe una hasira kali na kujua Bea. Na mimi ndio maana nikaamua kupitia hizi taarifa. Nikuelekeze kitu kimoja au vipi? Nakuelekeza nisikilize kwa umakini au sio? Kuna kauli wanaitumiaga nakwambia mguu wa kutoka tumekuombea. Leo sasa mguu wa kutoka mimi nauombea. Tunatoka mguu wako mguu wangu mpaka maskani. Mguu wako mguu wangu mpaka maskani. Unajua shehe, kuna wakati nitakuvunjia heshima ili ujue kama mimi nakuheshimu ujue. Sawa. Twenzetu juu. Hapana Bea bwana. Nitakupa mbao ujue shehe. Usilete miayusho kama hiyo. Basi twende. Tondoke. Asalamu alaykum mama. Wa alaykum salam. Za huko? Salamu. Shikamoo. Marahaba, mnaendeleaje? Shikamoo. Marahaba, kwema. Mama, tulikuwa tunamuulizia Wizi na wenzake, sisi tumewakuta mama. Wizi toka alfajiri sijamuona. Hapana, hajarudi hata mara moja. Sawa. Msikia. Sawa wapi huyu muongo huyu? Mimi sinakwambia huyu muongo.
Wewe mtu wanayo waondoke tangu saa 11 yeye akae hapo amekaa kama hivyo hapo kweli ndio sawa? Bea, mama ni mwaminifu Bea, hawezi kuongopa huyu. Twende huko ndani. Ha, Bea. Twende ndani tukaangalie watu hapo ndani, twende ndani huko. Bea, sio vizuri hivyo. Twende ndani watu hapo huko ndani. Wewe mambo yako imani unaoshika imani ndio maana watoto wanakuburuza kifua ujue shehe. Mama tuanze tukaangalia watoto hapo ndani wanaomewaficha huko. Kweli hawajarudi. Watu hapo ndani, twende ndani huko. Sawa. Asalamu alaykum Kajua. Sikiliza. Ulipotoka naomba uende. Kosa langu nini kakaangu? Rudi. Wewe ulijui kosa lako. Ulijui kosa lako. Sitaki mazungumzo na wewe. Kajuai. Kwani umepatwa na nini leo? Toka nenda kwa ulipotokea. Sasa kakaangu, kwa nini niondoke na nimekuja tuongee? Shida kwa nini? Hivi wewe unajielewa kweli? Umejiamini nini? Kutoka wewe na Sasha kwenda kwa pale kwa ustazi. Kwenda kuongea maneno ya ajabu ajabu. Hapana kakaangu ajua, mimi sina kosa lolote. Sasa ondoka nifuata nyumbani kwangu mpela mpaka kwa shehe. Mimi sina tabia hiyo kakaangu. Wewe unanijua lakini jamani Hapana, sio Sasha. Ni wewe mwenyewe. Ndio kilichokufanya uende pale kwa shehe. Sasa nisikilize. Yaani mimi tangu nianze hii kazi yangu ya ushenga sijawahi kuona kuna kunitia aibu. Kama unanitia aibu wewe. Sikufanya kabisa hilo kosa. Sasha ndo kanishawishi. Mimi kakaangu sina tabia kama hizo za ajabu ajabu kwa Mungu tena kakaangu. Mimi naomba tu unisamee kakaangu, nakuomba kaka. Naomba kakaangu jamani. Sasa sikiliza. Aibu yako nimeichoka. Na kama ndo tabia yako ndo hiyo, hauwezi kuolewa tena. Kaka Juai, umefikia huko? Bea umenikera ndugu yangu. Ukweli nakwambia Bea umenikera mimi leo. Sijapenda hata kidogo nakwambia Bea. Ukweli nikwambie, wewe ndugu yangu muda mrefu wa dhati nakwambia leo umenikera. Nipe naheshimika kwa mama pale nakwambia. Lakini nakwambia Bea umnani ya wapo. Wewe unadhimisha kwamba wapo wataka tuingie ndani yote kwa sababu gani Bea? Wewe umenikera hapo. Sikiliza nikwambie, sawa? Hii katika wakati huu tuliokuwa nao sasa hivi mwanangu. So watu wa kukaa kwanza kuwafikiria watu kwanza kuwaza kama hawa kina mama wazazi. Na maanisha hawa wazazi wa sasa hivi mwanangu, mtu anaweza kuta mwanae anatafutwa huko na majanga kibao, lakini akamchukua mwanae akamtia chini ya mchago kimya akauchuna. Anamficha unajua anatetea uovu. Sasa dakika za mwisho mambo kama hayo tunakuwa hatujengi chochote wala haturekebishi chochote. Hakuna kitu ambacho kitaweza kubadilika kama utakaa kinyonge kama hivyo unavyochukulia wewe. Mimi sijafanya kakaangu akiamuka. Kakaangu naomba unisamee jamani. Najua mimi sijafanya kitu hicho. Sasha tu ndo kanishawishi kitu kama hicho jamani. Naomba unisamee jamani, mimi siolewe. Nitakuwa mgeni wa nani kakaangu? Ni unionee huruma Nakuomba ndugu yangu, naomba unisaidie. Wakuniomba msamaha sio mimi. Nenda kwa shehe, nenda kamombe msamaha, sio mimi. Akikubali ndio uje kwangu. Nenda. Amna Bea. Inna ba'dha dhanni. Kudhania ni mazambe Bea nakwambia kila siku. Jifunze kwa sababu gani? Unadhania ndani hakuna mtu, unaforce kuna watu. Kwa nini sasa? Tumeingia ndani kwa watu, hakuna watu. Sasa fikiria kwamba mara mbili. Je, mfano aseme kule amebora kimbili yake utalipa wewe? Mimi na kama maskini tu langu mimba najua mwenyewe Bea sina kitu. Sijapenda kule Bea nakwambia tu ukweli wako yani. Shehe ujue mimi nahangaika ujue kwa sababu yako, ujue dakika za mwisho afu mwenyewe unachukulia chikeni ujue. Au vipi shehe? Ni kwamba baridi yani unavyochukulia wewe. Au wewe shehe unavyoona mimi nakushobokea yani kwamba naacha mambo yangu nafuatilia vitu vyako unaona mimi nakushobokea sana nini shehe? Mimi nitakuletea noma ujue shehe dakika za mwisho. Mimi nakwambia yani.
Bea nakwambia ukweli, naambia mimi unitemie noma. Niletee noma yako. Niletee ile noma utakuletea ile noma. Leta ile noma yako. Bea kwa leo, niletee noma tu. Bea kwa leo leta noma, nakwambia hata sasa hivi leta noma yako. Sasa muda wote leta noma yako. Bea umenikera. Nakwambia tu Bea mimi leo umenikera kweli, nakwambia tu kweli. Wewe ndugu yangu lakini kwa umenikera nakwambia Bea siwezi kuvumilia kwa hili. Unavunjia heshima mimi. Yaani ungekuwa mtu ambaye kula hata ganja ningekwambia basi chukua hata ganja kwanza utulize akili yani. Lakini umekuwa kama mtu umepagawa, si umekuwa. Yaani mimi nile dawa. Mimi nile bange Bea. Ili mimi na wewe sasa tusigombane. Tuendelee kubaki kwenye umoja wetu au vipi? Ndio. Kesi ushaileta mahakamani. Ndio. Mimi si ndo hakimu. Mimi niachie mimi. Mimi mwenyewe nitajua na malizaje. Sawa. Changamka. Nakupambania wewe vitu kibao na naleta mambo ya kishamba, she vipi? Vitu vingine bwana mtu anakuwa na mtu lawama tu.